used for too long by Raila Odinga. Nyinyi mmetumika vibaya, si ndio? Huyu Raila mnamsaidia, mnampatia kura, anatoa fujo, anaingizwa kwa serikali, anawacha nyinyi kwa mataa. Juzi aliingia kwa serikali, kulikuwa na mtoto wanu anaitwa Ababu na Mwamba, akamfukuza. Hakumfukuza. Sasa nyinyi watu ya Busia, huyu Raila amepatiwa nafasi na William Ruto kuingia serikali, amefukuza Ababu. Huyu mtu mtamfuata? Hata saa hii amemwambia Kasongo, wewe hapana jali, hii Waluya yote ni yangu, nitakuletea. Itawezekana? Let me tell you my cousins, Raila Odinga has misused the Muleme nation. William Ruto Kasongo has misused the mountain. Nyinyi mmetumika vibaya, sisi tumetumika vibaya. Wale wametumia nyinyi vibaya na sisi wameshikana. Wale ambaye tumetumiwa vibaya na sisi tushikane, tujipange. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Unajua huyu mtu Tinga anasema, Elijah Masinde alisema uongozi wa Muleme nation utatoka kwa Lake Victoria. Lakini hajaunga Mluya mkono, yeye mwenyewe anajitaki. From experience, uongozi wenu wa jamii ya Mulembe itatoka kwa Mlima. Kwa sababu siku kijana wa Malwa alishikana na Kibaki, alipata hakupata. Saa ile kijana wa Malwa aliaga dunia, si Kibaki alipatia Mudi Awori? Na huyu Tinga alikuwa anataka hiyo kiti, Kibaki akakataa, akapatia Mudi Awori. Hiyo akaanza kusubua Kibaki for the rest of his term. Mimi naomba nyinyi jamii ya Mulembe, huyu George Natembeya, huyu Cleophas Malala, huyu Eugene Wamalwa, hawa ni wanaume kamili. Hawa ni wanaume kamili. Muwatume kwa meza ya kitaifa, tuunde serikali pamoja, wakuje direct vile Natembeya anasema. Si ndio? Hapa mnataka kupitia kwa broker? Mnataka kupitia kwa broker? Wangapi wanasema mmekataa broker, mmekataa broker, mmekataa broker? Let me tell you, my brothers from Muleme nation, this is your time to be in government properly. Kupitia viongozi wenu. Huyu George Natembeya, Ruto amemwangaisha kumpeleka kotini kwa sababu anasema Waluya waheshimike. Huyu mtoto wenu ameumizwa kwa sababu ya kusimama na Waluya na kutafuta heshima ya jamii. Mtashikilia yeye? Mtamshikilia? Mtasimama na Eugene Wamalwa? Mtasimama na Cleophas Malala? Mmepatia sisi ruhusa tufanye kazi na hawa. Na mimi niulize finally, sisi tumekubaliana kati ya mimi, Fred Matiang'i, Kalonzo Musyoka, huyu Eugene Wamalwa, huyu Natembeya, Martha Karua, mtu mmoja apambane na Kasongo. Mimi nataka kuuliza watu ya Busia. Watu Kasongo aende asiende? Kasongo aende asiende? Watu nation to regain your dignity behind your leaders. Eugene Wamalwa, George Natembeya and Cleophas Malala is now. Mumeamua wakuja kwa meza ya kitaifa, tukae na hawa ama mtafuata Musalia mpeleka kwa Kasongo? Na huyu speaker na hivyo Wetangula, sija ni wapi ya Kasongo? Kasongo ni muongo, si muongo? Aende asiende? Wacha nione wale wanasema Kasongo aende, Kasongo. Asanteni sana, may God bless you. Watu wetu. Harambee! Sasa nataka tulete ndugu yetu Mugisa Kitui atuletee Speaker Justin Muturi. JB amekuwa Attorney General, amekuwa waziri, amekuwa Speaker wa bunge la kitaifa. Bwana Speaker, tutaomba ya kwamba you put the question, tujue kama Butula wameamua hawajaamua. Peana hiyo mic hapo. Butula sikilizeni niwaambieni. Butula sikilizeni niwaambie, wakati Uhuru akaenda, Ruto kakaja mbele, kakaleta hasara, kuiba uchumi, kuua vijana. Wana Kenya wote sasa wamekataa, wananchi
Wenyeji wote sasa wamekataa, wamesema Ruto aende, arudi kule Sorogoi, aende kufuga kuku, aende kuchunga ng'ombe. Amjambo, mimi nikitembea na wenzangu kuonesha kama fahari yetu nchi ya Mluya tunajihusisha na ukombozi wa tatu wa taifa la Kenya, na tunaunga mkono yale yamesema na wengine, na nitakuunga mkono Speaker Attorney General kwenye aliambia Ruto kama mnipendi nifukuze kazi, kwamba Ruto asipelekwe nyumbani, apelekwe kotini. Ruto na sasa tunaona mambo imeisha. Tumesikizana na mnaunga mkono yale ndugu yangu Dr. Muhisa Kitui amesema kwamba huyu Kasongo wakati nyinyi ndio mtaamua. Wakati tunampeleka tunamng'atua mamlakani, tumpeleke kotini. Huko mmeamua hivyo? Can I put a question? Will as many as the opinion that William Ruto must face court for the abductions, killings and looting of the economy? Will as many as that opinion say aye? Will as many as that opinion say no? The eyes on it. Jamaa kotini, eh? Asanteni sana ndugu zangu wa Butula. Sasa tunaomba ya kwamba kwa dakika moja tu mweze kutulia. Tuko na mama hapa ambaye amepoteza kijana wake. Kwa wale vijana Gen Z wamepigwa risasi hii 25th of June, tuna kijana anatoka hapa Busia, aitwa Abdul Juma. Mzazi wake wako hapa. Hawa vijana Gen Z walikuwa wameenda kukumbuka wenzao waliowawa na Bwana Ruto na askari wake mwaka jana 25th June. Badala ya kuwapa nafasi watoe heshima kwa wenzao, walipigwa risasi wakawawa. Hapa Western tuna vijana 6 waliwawa. Hapa kwenu Abdul Juma atakuwa hapa, anazikwa hapa, mamake yako hapa. Tumeambia kuna mheshimiwa anataka kiti hapa. Kuna nani? Achola sima kuja hapa. Huyu Achola tumesema Achola kanyaga hapa. Si huyu jamaa anataka ubunge. Tumemwambia kupitia kwake hii team tutatoa support kwa mama, kwa kijana yake. Wacha confirm kama anatosha kuwa mbunge. Hii kazi ya kwanza tuone kama atosha. Oya. Tuko pamoja. Dalili ya mvua ni nini? Sio hii imetanda. Haya tujipange 2027 tubadilishe uongozi ya Kenya. Asanteni. So yeye tumemwacha na mama, tutasupport familia. Hapa Webuye tunaenda kesho, tunaenda kuzika kijana wa pili. Anaitwa Kenneth Wafula. Huyu alipigwa risasi Karatina. Kijana wenu hapa alipigwa risasi kule Pipeline. Kuna vijana wengine 4 tunaenda kuzika kwanza kesho. Tunasema umwagikaji wa damu Kenya lazima ukome. Na umwagikaji damu kukoma Ruto must. Hiyo tunakubaliana. Mturuhusu tukiingia Ugala tuende Bungoma, tutarudi hapa tena tuone mtano. Asante kutupa ofisi sasa. Thank you, God bless you. Hello. One time. Every leader must know. One time. Power comes and goes. One time. I do what them say. One time. Where we got some gold. One time. They're most way. One time. Where we watching. One time. Where we reading. One time. One time. People rising up now. One time. Can't ignore our voices. One time. Justice must prevail now. One time. One time. Tumechoka sasa, we
we are tired now. One time. And atiende. Tuna one time. One time. Tunasema leo Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Asanteni. Mlembe Lundi, Mlembe. Mlembe. Mlembe Hadi. Mlembe Mia. Mlembe Swa. Kumbe nyinyi mwaseo kwanza inywe. Mumepotea. I thought nyinyi ni makuzo. Hi cousin. Ni makazi ni warigiji sio? Kwa hivyo tuko na safari ya kwenda mpaka Kitale, lakini tukaona ni vizuri tuamukweni na kumekucha. Kenya mpya inaundwa, Kenya ambayo haitakubali mauaji ya watoto wetu kiholela. Kenya ambayo tukisema Ruto one term ni kwa sababu ya mauaji, kando na mambo ya uporaji wa uchumi wetu. Nyinyi mmeporwa, miwa yenu, mashamba yenu inachukuliwa kiholela, na hata future watoto wenu haijulikani. Kwa hivyo harambee! Harambee! Mnaweza kunipa wiper? Wiper! Nikisema wiper sema komboa Kenya. Wiper! Sisi wana DAP, DCP, wiper, vyama vyote tunazidi kuungana mpaka tukomboe Kenya. Mungu abariki sana. Peana mic kama hapo. Haya, bandu befwe Mlembe. Mlembe Lundi. Mlembe Swa. Mlembe Te. Mlembe Mia. Mulibalamu. Ubwami buno kabunya. Ubwami bwolile. Esemba za bandiko. Buje muimbe bipande kurejese chikura. Kumutambo kwa kuyabila bandu chingani kuinyokemo.
kumutambo kwe buwochimani kwinyokemo, kumutambo kwe bumeidi kwinyokemo, kumutambo kwe kwasaka chi kwibuwe kwinyokemo. Bantu basa maulire samabone bakeni bano sakwakene nabo kwenya kukene nabo alala kukombo e Kenya. Mwambulire mumenewelewa ambaka mulitawe kumutambo mapendeleo bubwifwi kuliala lata kama matiangie zabakezeko. Arambe! Arambe! Wananchi wa Kabula mjambo. Asante sana kwa makaribisho yenu na tunawashukuru sana. Tumekuja kwa safari hii tutembee pamoja vile mmeeleza na viongozi wenzangu, na sasa tunaenda kule mbele ili tuendelee kuzungumza mambo haya ya safari yetu mpya ya kukomboa nchi yetu. Tumekubaliana? Nione kwa mikono yenu wale mmekubali tutembee pamoja. Asante sana, asante sana. Mungu awabariki. One time.
Tafadhali twende polepole, wananchi wako nyuma wanatufuata kwa miguu. Twende polepole, wananchi wako nyuma. Thank you.
Wana Bungoma, tuonyeshe Kenya nzima ya kwamba tumesema one time kwa kidole juu ya hewa. Wapi kidole moja juu ya hewa? DJ niangushie one time. Acha kuinua mkono, unanizimia nani? One time. Kasongo one time. One time. Atanda one time. One time. Every leader must know. One time. All comes and goes. One time. I do it what Gen Z. One time. Kasongo. One time. One time. Wherever was he? One time. One time, one time, people rising up now. One time, let's ignore our voices. One time, justice must prevail now. One time, one time. One time, one time. Harambe, tunapiga kelele. One time, tumechoka sasa, we are tired now. One time, tunasema leo. One time, umoja. One time. One time. Nyinyi vijana wangu wa Gen Z, nyinyi ndio tegemeo la Kenya, na nyinyi ndio mtaokoa Kenya.
time. Nyinyi ndio mnasaidia Wakenya kumkuta Kasongo. One time. One time. Wana Bungoma haye! Tufungue njia kidogo, viongozi wafike, tufungue njia kidogo. Kuja nani? Kuja. Kuja kabisa. Fungua njia. Bungoma oye! Bungoma oye! Bungoma oye! Bungoma oye! Wacha bwana wa mwenyeji atukaribisha hapa. Bungoma oye! Mumefurahia wageni? Hebu nionyeshe kwa ishara mnakaribisha wageni. Nataka kuambia kitu kimoja. Sound rudi nyuma kidogo. Harambee! Nataka kwa sauti moja watu wote wasikike mpaka huko Sugoi. Harambee!
Sasa nataka mwe watulivu. Mungetaka wageni watuongeleshe. Kwamba ile harakati ya kukomboa Bungoma upya imeanza. Mutajiunga na sisi. Ya pili, Bungoma lazima sisi tuhesabiwe. Huko Busia wanasema one term, Kakamega wanasema one term, Vihiga wanasema one term, Trans Nzoia wanasema one term. Je, nyinyi mnasemaje? Nyinyi mnasemaje? Nione. Sasa tuko na viongozi hapa. Tuko hapa na Rigiji mwenyewe. Tuko hapa na Cleo Malala. Tuko hapa na senior wetu Kalonzo Musyoka. Tuko hapa na mtoto wenu Eugene Wamalwa. Tuko hapa na mtoto wenu Fred Matiang'i. Mtoto wenu mwingine George Natembeya. Na viongozi wengi tuko hapa na Zakaria Barasa. Tuko hapa na JP Muturi. Omwana wenywe Mugiza Kitui. Tuko hapa na Richard Onyonga. Sasa yangu ni kukaribisha wageni na kuhakikishia wa Bungoma ni one. Bungoma ni one. Ruto must. Ruto must. Asante sana, nimlete Mheshimiwa Eugene Wamalwa aweze kuongelesha na aongoze hiyo kipindi imebaki. Bungoma, hebu tusalimiane hewani, hebu tusalimiane hewani. Harambee! Harambee! Leo ni leo, msema kesho ni leo runo, mni tayari? Wewe Bungoma, mwe kwele wakeni. Mwe kwele Rigiji. Mwe kwele Kalonzo. Mwe kwele Matiang'i. Mwe kwele Muturi. Mwe kwele abana befwe Kileo. Natembeya. Mugiza. Hii ni timu kubwa ya ukombozi. Ngoma ya ukombozi huwa inaanzia hapa Bungoma. Na leo tumekuja Bungoma kuanza ngoma ya ukombozi. Sawa sawa? Mko tayari tukomboe Kenya? Kutoka kwa ushuru wa Zakayo, kutoka kwa mauaji ya Zakayo, kutoka kwa wizi wa Zakayo. Sisi leo tuko hapa kuambia hii ndio timu ya ukombozi. Na nimekuja nyumbani kuambia watu wa Bungoma, mumeniona nikitembea na Kalonzo Ukambani. Ukambani yote, Kitui, Machakos, Makueni wako one term. Tumekuwa kwa kina Matiang'i, huko yote ni one term. Mlima kwa Rigiji yote ni one term. Tumetoka Masaini ni one term. Bungoma mnasemaje? Bungoma mnasemaje? Harambee! Ruto! Kafongo! Kaongo! Zakayo! Nikono tena nione. Leo twasema hivi kwa Bwana Ruto. Umemwaga damu ya watoto wetu Gen Z. Sisi watu wa Mlembe ni watu wa amani. Hatukubali uongozi wa damu. Umemwaga damu ya vijana 75 kwa maandamano yetu ya Azimio. Umemwaga damu ya vijana Gen Z 61 kwa maandamano mwaka jana. Watu wa Bungoma, hii mwezi imekwisha, June 25th, tukifanya maandamano, vijana wetu wamewawa hapa. Webuye tunaenda
kumzika kijana anaitwa Kenneth Wafula, amepigwa risasi Karatina na askari wa Ruto. Kesho tunaenda kumzika hapa Webuye. Tumetoka kule Butula, kijana amepigwa risasi akiwa Mwiki upande wa pipeline. Nimepata mama yake anaenda kuzika mtoto wake. Hapa Bungoma mwaka jana kuna kijana mjukuu Elijah Masinde anaitwa Willy Sitati, kijana mwenzenu aliwawa Nairobi, tumemzika Maeni. Hii uongozi ya damu ya bwana Ruto, mnakubali Ruto ende asiende? Na damu yake ende asiende? Mauaji yake ende asiende? Pili, kuna wizi. Jenzi walisema wakomeshe mambo ya ufisadi na wizi. Hapa kwenu wameiba factory yenu ya Nzoia. Nzoia imeenda haijaenda? Ruto aliahidi siku 100 mkimpigia kura, akiweka Biblia chini, ataleta mashini mpya Nzoia. Alisema hakusema? Mashini alileta, si ameuza? Alisema atalipa wakulima wetu wote wa miwa. Hadi sasa wakulima wamelipwa, wafanyikazi wote wa Nzoia hawajalipwa. Ruto na uongo wake aende asiende? Sasa leo nataka tupeane nafasi kwa wenzetu. Tumeamua sisi tutashikana vile Wamalwa na Kibaki walishikana. Mnakumbuka Wamalwa alienda akaenda Nyeri, akapata Kibaki, wakashikana, waliunda serikali ya wakunda. Tumeenda Nyeri, tumepata mwanaume anaitwa Rigiji. Mumeona huyu wa Munyoro? Mnakubali tutembee naye? Tutembee naye vile Wamalwa atembee na Kibaki, tuunde serikali? Wangapi wanatupa ruhusa tuende na Rigiji? Wamalwa alitoka hapa akaenda Ukambani akatafuta Ngilu na Kalonzo. Mumeona Kalonzo hapa? Mnatupa ruhusa tutembee na Kalonzo? Twende Ukambani tutafute marafiki tuunde serikali? Wangapi mnatupa ruhusa hapa? Matiang'i yako hapa na Wakisii wote umeona Onyonka pale, baba na Befwe wa Masava. Mnakubali tutembee nao jamaa? Tutembee na Gen Z tuunde serikali? Basi nataka nilete nafasi hii the 10th Vice President of the Republic of Kenya, His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka. Hapa ni Bungoma. Bungoma hoye! Bungoma hoye! Bungoma one term! Bungoma one term! Basi kabla ya kuongea, tumekuja timu kubwa sana ya Wiper. Nikisema Wiper utanipa Komboa Kenya. Wiper! Wiper! Wangapi wako tayari kukomboa nchi yao? Pale kuna kijana anatoka Nyali, Moda we Mombasa, huyo kijana. Pale kuna mheshimiwa anaitwa Mwana Mule kutoka Matumbulu upande wa Machakos. Hapo kuna mheshimiwa anaitwa Kimilu anatoka Makueni. Hawa ni wale ambao wamedhibiti upinzani. Wao walikataa kununuliwa na Kasongo. Alafu kuna mheshimiwa mwingine hapa wapi? Mheshimiwa Makali Mulu, mjumbe kutoka Kitui ya Kati, anafanya tamu yake ya 3. Alafu kuna mama anaitwa Susan Kiamba, mjumbe kutoka Makueni. Kina mama Kasari, kuna mama Gakuya kule anatoka Kasarani. Kuna msichana anaitwa Bosbori kutoka Ndagoreti. Msichana huyo mrembo. Tuko na mheshimiwa Machakos Town anaitwa Munyaka Wanyam kutoka Machakos Town. Kuna mheshimiwa kijana anaitwa wakili Njiru Ndegwa, wanamjua, hatari sana. Yeye kazi yake ni kutoa vijana wala anashikwa na Kasongo. Alafu kuna Nuru Okanga, kijana yetu kutoka Nuru Okanga. Nuru Okanga. Pia tuko na mama seneta yule Robo ametupwa na Kasongo juzi, akakatalia akasema ati kwa kuonekana na Matiang'i. Sasa huyo mama ako strong.
tuko na Bwana Magara pia ni chairman, ni leader wa chama. Akipata nafasi atawasalimia. Gemosi, Mheshimiwa Gemosi, asante sana. Huyu mtakaribishwa huyu. Kenny Babu. Kijana Ken Babu wa Gen Z. Hebu fanya hivi tuone vijana. Anguka nao, sio? Wangapi wako tayari kuanguka nao? Asanteni. Wenzangu watawasalimu. Lakini kwa sasa watu wa Bungoma, watu wa Kandui, Mwilembe Nation, Mwilembe Lodi, Mwilembe Handi, Mwilembe Swa, Mwilembe Twa, Mwilembe Mia, asanteni. Kwa kifupi, nimewahi kuja Bungoma mara nyingi, lakini leo Kalonzo amerudi Bungoma ndio niwaeleze yale ambayo yameendelea Kenya nzima. Mnakumbuka tulikuwa na wenzangu kina Weta. Mimi hata nikampenia Weta hapa mkimuita babu wa Roma. Mnakumbuka kina Mudavadi, lakini ndugu zangu hawa walienda wakasalimu amri. Mwisho nilikuwa hapa na Tinga, mnakumbuka? Si mara tatu nyinyi mkatupigia. Kwanza tulikuwa CORD, Coalition for CORD, mimi na Weta na Raila. Kisha baadaye tukakuja na Azimio. Mara tatu 2013 nikasimama na Raila. Tukaibiwa kura, lakini wasema haijali, tusonge mbele. 2017 tukaibiwa tena. 2022 Raila akaibiwa na Martha Karua. Sasa Wakenya wamechoka na wizi wa kura, na wale ambao wanaiba ni kina Kasongo. Sasa tunawaambia hivi, kura ambayo inakuja haiwezi ibiwa tena. Wenzangu wakinikabidhi hiyo bendera, mimi sio Raila wa kuibiwa na kusema tumeibiwa. Tutaweka majenzi kila mahali, tutaweka majenzi, watasimamia vituo vya kupiga kura 50,000 Kenya nzima, na watapeperusha matokeo moja kwa moja. Hatutangojea ati Chebukati, ati kwenda Bomas of Kenya. Wizi wa kura umekoma. Wizi wa kura nisema riswa. Wizi wa kura sema riswa. Wizi wa kura, yaani hiyo shetani ya wizi wa kura amekwisha. Na ndio tunasema sababu ya kupora uchumi, kwa sababu ya kuua watoto wa Kenya, kwa sababu ya kutohakikisha na kutowajibika kikatiba. Katiba 2010 ndio inatupatia uhuru. Kenya will forever be a multi-party democracy whether William Ruto likes it or not. Nyinyi watu wa Bungoma na watu wa Western Province kwa jumla, mnajua Mumia Sugar, kumbukeni Pan Paper, kumbukeni vijana wengi hawana kazi. Vijana wengi hawana kazi, na kwa sababu hakuna mwekezaji anaweza kuja kuweka mali yake Kenya, mali ya uporaji. Akitaka kampuni ni lazima apate 10%. Kumbukeni Ruto alikuja Kakamega akamtisha muhindi moja, akasema mambo ni mangapi? Huyo muhindi alitishika mpaka akaenda polepole kidogo anapelekwa na ndugu yangu Weta kwa Ruto. Akaambiwa mambo matatu tutakulipa, kwa sababu tulisema tutakusafirisha kwa Mungu. Hakuna mtu akona mamlaka ya kuua ama kuchukua maisha ya mtu. Huyo muhindi sasa amerudishwa bila kuuzisha watu wa Bungoma na watu wa Kakamega na watu wa Busia na watu wa Trans Nzoia, wakapatiwa ili apanguzwe hofu. Akapatiwa Trans Nzoia, miaka ijulikani. Watu wa Trans Nzoia hawajajumulishwa, watu wa Bungoma hawajajumulishwa. Kuna sheria inasimamia public private partnership.
na inasema wananchi ni lazima wahusishwe. Mambo hayo yote tukujumulisha, William Ruto has been put on the balances and found wanting, na ndio nasema yeye aende one. Wangapi anasema lazima aende one term? Hii jamaa, nimewahi kuja Bungoma, sijaona Bungoma mkijitokeza namna hii. Mjipigie makofi, mjipigie makofi nyinyi wenyewe. Kumekucha. Wale wametumia watu wetu vibaya kupatiwa mamlaka na kisha kwenda kuuza hiyo mamlaka, wakati wao umefika. Na kwa hivyo sisi tunaungana na ndugu Eugene Wamalwa. Huyu jamaa karibu tuuawe na yeye 2023 kule Nairobi. Walikuwa waziri wa defense. Huyu jamaa anajua mambo ya serikali. Eugene is a pedigree. Mimi niliwahi kufanya na kijana wa Wamalwa vile vile. Tumeona yote. Tumefanya na Kibaki. Tumeona yote. Kwa hivyo wakati sasa wa Kenya wachukue mamlaka kwa njia ya kikatiba na kukataa uongozi mbaya ni sasa. Tutasimama na vijana Gen Z waliuawa, hata hii polisi ambao wanapiga wengine tear gas, wao wenyewe wamevinyiliwa kama watu wa kawaida. Ile payslip yao nusu inaenda kwa Kasongo. Kila mtu anachukua mshahara Kenya hii analia. Mwisho nataka nitoe tahadhari, munisikize. Miaka yote tangu tujinyakulie uhuru, majeshi yetu ya Kenya imeheshimika. Kenya Defense Forces. Huyu alikuwa waziri wa defense, lakini sasa hata askari ile wanapatiwa chakula yao lazima waende wakalipe kuanzia tarehe 1 mwezi huu. Hiyo ni aibu, sio aibu? Wangapi sema majeshi hatutaki wahusishwe kwa siasa na kunyimwa haki yao, ndio wanalinda nchi hii. Kwa hivyo yeye Ruto kama commander in chief, kama hawezi kuchunga askari yake, huyo sio commander in chief. Kwa sababu hiyo ndio tuliharibu mpango huo, uliharibu mambo ya Higher Education Loans Board, mpangilio wa elimu. Kwa hivyo wakati umekataa, alafu kuajiri watu kiholela, ati ukitaka kupata kazi ya jeshi ni lazima upelekwe kichini chini. Hayo hatutaki. We want a professional defense system. This is why askari jeshi wetu wameheshimika dunia nzima, ijapokuwa ile polisi Ruto amepeleka Haiti ya kukaliki. Haiti alipeleka polisi yetu kule bila mpangilio, mpaka sasa wajifunza mambo ya guns. Wewe umewahi kuona polisi akiandamana na watu anabeba rungu? Ati wao wameshindwa hata wapatie vijana rungu. Wangapi wanasema mambo ya rungu ni tawe? Kwa sababu tunataka mapinduzi ya amani. Wangapi wanasema one term kwa amani aende jamaa huyu? Alisema mnataka niende wapi? Njia moja wazi. Jiuzulu pamoja na serikali yako. Patia wananchi wa Kenya nafasi ya kuchagua uongozi mpya. Wangapi wanakubaliana na mimi? Wekeni mkono. Nimeongea kwa kirefu because it was important. Hata hii mambo ambao wanaumiza watoto, kuua watoto, tumemweka former Attorney General JB Muturi ambaye hata mtoto wake mwenyewe alichukuliwa. Yeye anasimamia tume ya kuhakikisha wale wote wameuawa na Ruto kiholela watalipwa marudufu. Leo hii watu wa Homa Bay wanamzika kijana wetu Ojwang. Jana vile vile, na hata huku Eugene amesema mtamzika mtoto hapa Webuye na kwingineko. Kwa hivyo Wakenya mtaregeshewa heshima yenu, lakini msiogope. Hakuna mtu ambaye atakuja kuwauzia watu wa Bungoma uongo, na sisi tutasimama na nyinyi kama kawaida. Asanteni sana, Mungu awabariki. Bungoma oye! Tuendelee tusiendelee? Baba oye kaisiri. Bali omutayabo lali bisaeli ambusia na mikarwa. Be Bungoma busale buli kwambusia. Samwabone natiro omukamba, sakwangone busale kendera natembea, sakatiro mukisi.
mukisi. Sawabone nga kunyulo mukisi. Mwabone nga kunyulo mukisi. Karibu governor. Asante sana. Bandu wewe Mlembe Lundi, Mlembe Swa, Mlibalamo. Sisi kwanza tunashukuru nyinyi sana kwa kupata nafasi kuja kukaribisha wageni wetu hapa. Hii timu ambayo mnaona hapa ni timu ambayo inakuja kukomboa Kenya. Harambee! Harambee! Kuna wajamaa tuliambiwa kwamba sisi tumewaambia waondoe jamu mbele, wakafikiri kwamba tulikuwa tunawadanganya. Bungoma tumefika hiki bana. Halo, unanipata sasa? Kuna majamaa sisi tuliwaambia waondoe jamu mbele, wakafikiri tunafanya mchezo. Tulikuwa tunafanya mchezo? Na sisi wakati tumelandi Bungoma hii Bungoma ndio bedroom yetu, si ndio? Yale maneno ambayo tunaamua Bungoma ndio maneno yataenda kufanyika. Ama namna gani watu wetu? Na mimi nimesema na narudia tena kwamba jamii ya magharibi sisi tuko wengi kwa idadi ya watu, si ndio? Lakini wakati masuala ya kitaifa yanajadiliwa, sisi hatuko kwenye hiyo meza. Kuna majamaa wawili wamekaa pale ati wanakula kwa niaba yetu. Ati wakishiba sisi tumeshiba. Nyinyi mnakubali maneno? Sema tawe. Sema tawe. Sisi tunajenga nyumba yetu. Nyumba ambayo inatupeleka kwa meza. Tutaenda meza sisi wenyewe, hatuwezi kutumia broker tena. Bana wana watu yangu. Wakati President Ruto alikuja hapa akitafuta kura, alisema kwamba tunapewa 30%, si ndio? Hiyo 30% mnajua mahali ilienda? Hawa jamaa walipewa wakakula. Walipewa wakauzia watu, maana nyinyi mna pesa ya kununua, si ndio? Tunasema riswa. Tunasema riswa. Wakati wa jamii ya Muluya kuwa watchman, kuwa maid, kuwa mtu wa kuchimba makaburi, mtu wa kupasua kundi kwa matanga, tunasema nini? Tunasema nini? Tunasema nini? Watu wetu, acha niwaambie, hii Kenya hii kumekuwa na president kutoka kwa jamii mbili, si ndio? Jamii mbili peke yake. Leo hii mtoto wa Kenya akizaliwa anajua kwamba usipokuwa Mkikuyu ama Mkale huwezi kuwa rais wa Kenya. Yule mtu ambaye amepewa fursa na Mwenyezi Mungu kuvunja hiyo laana na kufungua milango kwa jamii zingine zote, wakiweko Njemzi, wa Borana, wa Maasai, wa Pokot, yule mwenye amepewa hiyo fursa ya kihistoria ni jamii ya Muluya. Mnakubali ama mkubali? Tuende kwa meza, tusiende kwa meza. Sisi tunaongea na wenzetu hapa. Hatutaki watu waende na propaganda na kusema kwamba kuna candidate ambaye tutakampenia sahihi. Tutaenda kukaa kwa meza, tukubaliane nani atabeba bendera, si ndio? Bandu baba mwenye mlilucho lutiti, kujua mulu bofu, si ndio? Kameka bechanga karienu. Saka bechanga rio, kwanza kujoa habari tawe. Wakati ya watu wetu kuumia na kufanya kazi mzito kama ya punda, inakuisha 2007. Tumelona watu yangu. Bandu baba yambole, regara shambole. Na wama nano wakebili la kosi. Wakebili la kosi. No kana sipande tawe jo ime sipande. No na sipande no kwanja kurejeza chukura. Mauli wa bandu bafwe. Kura yako, mingao yako, kura yako ndio tupeleka kule kwa meza ama naona gani? Jambo la mwisho, mimi niliongea mambo ya Nzoia wakanikamata kwa sababu wamegawana Nzoia. Walitudanganya kwamba wakulima wanalipwa kila Ijumaa. Hata leo wakulima wanatakana kuwa wamelipwa. Wamelipwa hawajalipwa? Wamelipwa hawajalipwa? Wafanyikazi wa Nzoia wamefutwa wote, ni Wahindi wameletwa huko. Hiyo factory ni watu wetu waliwacha mashamba ili factory ikajengwa. Wale ambao hawajui
watu wa Ututu, watu wa Kongoli, watu wa Chalicha ndio waliwacha hiyo mashamba, hiyo factory ikajengwa. Huyu mwindi anaitwa Rai. Mimi namwambia mchana huu, ile siku tunachukua uongozi wa taifa la Kenya, tutamfukuza kutoka Nzoia. Hata kama Nzoia vile waliua Pani Pepa, wameua Nzoia, wameua Mumias, wameua Kitinda, wameua Jinari. Wanaua watoto wetu, mambo yamefika wapi? Koma kulizina. Kumutambo, mapendeleo. Kabila Fui Jinsi muko chonjo. Kuna majama Taka sasa ndugu yangu huyu ambaye alikuwa bosi yangu, nilikuwa Harambee House, anaitwa Mati. Hamjambo tena. Haya, wacha nisikie Harambee. Harambee. Eti Bungoma mna nimekuja hapa kuwaeleza hivi kwa sababu zamani mimi nilikuwa waziri wa usalama. Kuna mambo ambayo yanafanyika hapa. Na nilisema zamani nilikuwa waziri wa usalama ya kwamba watu wanaingia wakati wa riots vile tuliona last Wednesday na Sabasaba inakuja Jumatatu. Alafu watu wanaingia town wakiwa na rungu na kisu, wanapora mali ya watu, goons wanaletwa huko. Alafu serikali inatuambia eti ni upinzani imelipa hao watu. Sisi tuko na namna ya kulipa watu kama hao? Sisi hatuna namna ya kulipa goons.
Na niseme hivi leo hadharani, tusikizane dhamani, sababu unajua wakati wa mambo ya usalama ikifika na stability ya nchi, hiyo inatugusa sisi wote. Hakuna serikali, hakuna upinzani, tunataka nchi yetu iwe na usalama na tukae pamoja na serikali. Mimi nasema hivi nikijua kwamba hakuna mtu ambaye ana uwezo kuliko serikali kujua kila kitu. Kama kuna mtu analipa watu, serikali lazima inajua ni nani analipa watu, ama namna gani? Kama kuna watu ambao wanabeba rungu kuingia town, lazima serikali inajua ni akina nani. Hawezi kusema eti watu wanabeba rungu wameingia hapo kuvunja maduka ya watu, wameleta na watu wapinzani. Mbona hawajawakamata? Sababu walikuwa huko na polisi wakifanya hayo maneno. Ninyi mnakubali maneno kama hayo? Huo ni uongo, na hizi ambazo tunaambiwa hapa stories za uongo kila wakati. Badala ya watu kufanya kazi yao ambao nyinyi mmewapea, kazi yao ni kusema story na uongo kila wakati. Sasa unajua nyinyi wananchi mmeamua na Gen Z mnasema mnataka kazi ifanywe, tuache mambo ya story. Mnataka story ama kazi? Story ama kazi? Nionyeshe wale mnataka kazi, tufanye kazi. Kazi ya kutumikia taifa la Kenya. Na tunawaambia hawa viongozi wa serikali hawawezi kusingizia wakati kazi iko ya kulinda taifa la Kenya, ama namna gani wananchi? Kwa hivyo matata ikitokea, watu wetu wakiuawa, wamelipwa kuja kuharibu biashara ya Wakenya, wao lazima wajue ni nani na watuambie ni nani. La mwisho, viongozi wa serikali hawawezi kusema kuna mtu ambaye ana uwezo zaidi ya serikali. Mimi nawaomba hao ndugu zetu wako kwa serikali wasikie yale ambao wanasema. Are they telling us that they are irredeemably in polisi wapelekwe kwa koti? Mimi nawaomba wananchi, tusikubali mastori haya, tuendelee tukae pamoja. Mwisho, ninawaomba vijana wetu na wananchi wote, na nchi tarudi kwa serikali inayoaminika. Mnataka serikali inayoaminika? Nionyeshe kwa mkono wale mnataka mabadiliko. Asante sana na Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Matiang'i. Nafasi sasa ni ya JB Muturi ambaye alikuwa Attorney General wetu wa taifa la Kenya. Watu wa Bungoma muko? Mumefurahia wageni? Si mimi ni mtoto wenu? Si nimewaletea wageni? Mumefurahia wageni? Nataka kuambia kitu kimoja. Vijana munisikize sasa. Naomba vijana yangu munisikize sasa, si ndio? Mimi ni mmoja wenu. Mimi nimezaliwa hapa. Mimi usimama na nyinyi. Lazima tutembee na hawa viongozi tuweze kubadilisha Bungoma. Muko tayari? Muko tayari kutembea na Rigiji, kutembea na Kalonzo, kutembea na Eugene, kutembea na Natembeya, kutembea na Muturi, kutembea na Mugiza, tubadilishe Bungoma ili pia nyinyi muweze kuwa na pesa kwa mfuko. Vijana muko? Kabla sijaongea, juzi mlikuwa mmeshikwa, si ndio? Mlishikwa, si ndio? Nilisimama na nyinyi mwanzo kusimama na nyinyi. Nilisimama na nyinyi mwanzo kusimama na nyinyi. Ule wakili ambaye alikuja kotini
akahakikisha vijana wamewachiliwa. Niko naye hapa, anataka wasalimie. Ndio wasalimia. Hasira za nini we Kasongo? Hasira za nini we Kasongo? Wataka kuniua bure Kasongo. Kenya si yako nami si yangu, na sio ya mama yako. Chukia nini kati yangu mimi na wewe? Nasema makosa we Kasongo. Harambee! Harambee! Tosha, hajatosha! Baraza yuko sawa, yuko sawa! Wapi nduru ya baraza? Wakati wa kujikomboa umefika na ni sasa. Na kama sio sasa ni sasa hivi. Wapi nipatie Wiper. Wiper. Nikisema Wiper unasema komboa Kenya. Wiper. Wiper. Hii ni wakati wa kujikomboa. Wewe kijana, kama una mauaji katika nchi yetu ya Kenya, Ruto kama unataka kumaliza ufisadi katika nchi ya Kenya, Ruto must. Kama unataka kumaliza abduction, Ruto must. Kama unataka kumaliza anaitwa Steven Kalonzo. Steven Kalonzo ametosha, hajatosha? Ako sawa, yuko sawa, yuko fiti. Nipatie nduru ya Wiper. Kabla sijamregeshea baraza, wacha msalimiwe na wabunge wa Wiper. Bungoma! Mimi nataka kueleza Kasongo vile ataenda nyumbani. Kasongo, ukitoka State House ununue pizza hapo Westlands, upande pale Limuru, uteremuke Naivasha, uelekee Kikoboi, ufike Nakuru, uelekee Band Forest. Ukitoka Band Forest utaingia Sigoi uende nyumbani. Mwenyezi Mungu abariki. Harambee! Mimi nasema hatutaki serikali na watoto wetu, lazima Kasongo aende nyumbani. Asante sana. Haya, wote Bungoma muko? Vijana muko? Mimi nataka kuambia kitu kimoja. Mungu akinijalia nikiwa gavana na Mungu ajalie viongozi hao wachukue serikali, kitu ya kwanza tutafanya ni kurudisha kampuni ya Nzoia kwa watu ya Bungoma. Kitu ya pili naambia watu ya Bungoma, Mungu akijalia tuchukue serikali, uwanja ndege ambayo Wetangula na Lusaka wamechukua tutarudisha kwa watu ya Bungoma. Kitu ya tatu na ya mwisho, najua Bungoma watu wengi wakigonjeka tunapeleka Eldoret, si ndio? Mungu akinijalia niwe gavana, hizo nyumba wanajenga za affordable housing, mnasikia? Nitabadilisha ikuwa hospitali niweze kutibu nyinyi wote. Asanteni na Mungu abariki. Haya. Bungoma! Umeona George natembea? Umefurahia? Mimi naitwa Nuru Okanga. Na mimi niko kule mwingine huko Nairobi, alisema ati raia akikaribia polisi apigwe nini? Apigwe nini? Mimi naambia ule jamaa badala risasi akuje tuonane na yeye one on one. Mundugumu. Asanteni sana na Mungu
awabariki. Mheshimiwa Omingo Magara. Kenya Social Congress, ndani ya hii muungano tujenge serikali nyingine, sawa sawa. Hapa tuko na Mheshimiwa Kamosi. Arambe. Harambe. Muko. Wamama mpo. Mulisikia ule mama Nairobi anasema ati vijana wasiende maandamano. Ati anapeleka pale kuna sheria anataka kuweka. Tunasema tawe. Tunasema nini? Tunasema kwa ya mbovu tawe. Mheshimiwa Justin Muturi. Bungoma, ni nyinyi? Si ya kwanza ni vile ameua vijana wetu. Ya pili ni vile anaendelea kuiba mali ya mwananchi wa kawaida wa Kenya. Ati duniani yote watu wameulizwa maswali, watu wapeane ni rais mgani dunia kote ule mfisadi zaidi. Kenya ni nchi, na mpaka wimbo wetu nasema Kenya yastahili nini? Lakini tukiwa na rais ambaye ndiye mfisadi zaidi duniani, tutapewa heshima kweli? Aende asiende? Na mnajua Kasongo sio tu kwenda. Uwezi kuwa umeiba vijana, umeiba mali ya wananchi kama vile Nzoi hapa, alafu kuadilia tunapuka kuku hapa Usugoi. Lazima Kasongo tukitutoa kule Ikulu mara moja kotini. Huyu Kasongo ni mtu anastahili kuwa jela maisha mwake yote ile mewaki. Kwa sababu hatuwezi kuendelea kufanya mambo the same things expecting different results. Ati mtu amepora mali, ameua vijana, ati tukipiga kura tunamwambia aenda ukafuge kuku. Itawezekana kweli? Ule mzazi ambaye mtoto wake ameuawa atapata heshima yake namna gani? Haki yake itatoka wapi? Ndio mimi nasema hapa nikiwa Bungoma, huu muungano ni muungano wa haki na umoja wa Wakenya wote. Na bibi hatujali vile tunataka kuunga mkono yale Wakenya wamekataa, kama vile ndugu yangu George Natembea huwa anatuambia tuseme Kasongo. Ni kweli? Sasa kabla niondoke, mimi hapa Bungoma nataka nione, kwa sababu hapa ndio nilianza kufanya kazi yangu. Hapa ndio nilianza kazi miaka yapita 40 na kitu hapa mahakamani. Lakini sasa kwa sababu nilimpasha ndugu yangu wetangu la kazi, wacha nimsaidie hapa hii ya leo. Watu Bungoma, tunataka kutoa uamuzi wetu leo, na nataka kuwauliza swali. I want to put the question. Mko tayari? Ndio ufisadi uishe, ndio mauaji yaishe Kenya. Tunasema Kasongo, as many as that opinion say as many as the opinion say no. The eyes of it. Kasongo nyumbani.
na kotini. Wacha tupate wimbo kidogo kutoka kwa rafiki yangu, ndugu yangu Mukisa Kitui. Wana Kenya sikilizeni niwaambieni, hebu ndugu sikilizani niwaambie, wakati Uhuru akaenda Ruto kakaja mbele, makaleta hasara, kuiba uchumi, kuua vijana. Wananchi wote sasa wamekataa, wana Kenya wote sasa wamekataa, wamesema Ruto aende, arute kuweza goi, aende kuchunga kuku, aende kufuga ng'ombe. Mimi nilikuwa naongea dakika 2, lakini tatakuwa tu dakika 1, na moja ni mtunuku one of the 2 young men wenye na makende 3 katika Senate ya Kenya. Moja ni Sifuna, mwingine ni Onyonga. Onyonga will take my 2 minutes. Nenya kumbola ko lila lyongen. Nengenda ne baso ribano bulu bilali khei mila. Akabane kubasangalila. Yimila munju yewe fe kwakana nile bweni. Okhale khawenje kecha kere ngama sikama ama iko kenywe tawe. Chikura chichameno chimebo byama bya bandu bevwe. Bano bechenere chichame wabwe. Tukupima ne kamani. Asante. Haya basi. Haya Bungoma. Haya tupatie mheshimiwa Onyonka. Haya watu wa Bungoma mko? Nataka kuona kama watu wa Bungoma mnasema one time. One time. Mimi naitwa mheshimiwa Bikul kutoka Trans Nzoia. Yule mtu ambaye mlisikia walimtuma Ruto akanishika akaniweka ndani Eldoret, Kitale, nikasumbuliwa kwa sababu ya kusema ukweli. Mnanisikia vizuri? Mimi nawahakikishia, mimi nilikuwa Ford Kenya na mimi nilitembea na Moses Masika Wetangula. Ijapokuwa kazi ambayo walituahidi na Ruto 30% ya Waluya ilienda wapi? Sisi tunauliza hiyo swali. Na Mudavadi, Mungu amani wabariki, tutarudi siku zingine. Thank you very much. Mheshimiwa Onyonka. Asante sana. Kuna mzee mmoja atajitambua jina. Harambee. Naitwa Pemba kutoka Kasarani, tunasema Murkomen must go. Wangapi wanasema tawe? Ameua vijana wetu, tumalizie naye, si ndio? Asante. Harambee! Harambee! Sitazungumza mengi. Nitasema mambo mawili tu. Jambo la kwanza, ningependa kuongea kwa Kizungu ndio nisikie Mheshimiwa William Ruto asikie, na ingine nitaongea kwa Kiswahili. 1 minute Cleo. Wananchi wenzangu, watu wa Bungoma, kwa wale ambao hamnijui, mimi naitwa Richard Onyonka. Miaka 3 iliyopita mimi ndio nilikuwa deputy party leader ya Ford Kenya. Nao ningependa kusema hivi, nyinyi ndio tutategemea mbadilishe Kenya. Sisi, mtu kama mimi naweza kwenda kwa TV nasema hawa watu ni waizi, nasema hawa watu ni wabaya, nasema hawa watu wanaua watoto, nasema hawa watu ni wafisadi, nasema hawa watu wameuza Nzoia, nasema wameuza Mumias. Lakini kila wakati tukisema hiyo, naona watu wanakaa wananiangalia. Hii mambo lazima ikome. If you want a country that is reliable, that takes care of his people, that takes care of his most vulnerable, that takes care of people with disability, that takes care of people from Bungoma, then we must demand good governance and management of state resources. Tunaelewana? The government must stop giving members of parliament positions to employ their relatives. They must stop that with TSC. They must stop with the police. They must stop with the army. And they must stop with what? Prisons.
ni matajiri sisi ambao tumechaguliwa, tunapewa manafasi ya watoto maskini, tunapea wale ambao ni wa ukoo wetu. Nyinyi mnabakia mkiwa fukara. So I am asking you to finish off kubadilisha hii mambo yote. Ruto must. Ruto must. Ukisikia Kalonzo Musyoka, Ruto must. Ukisikia Fred Matiang'i, Ruto must. Ukisikia Cleo Malala, Ruto must. Ukisikia ndugu yangu, rafiki yangu ambaye alikuwa UNIDO, Mukisa Kitui, Ruto must. Na Onyonka anasema nini? Onyonka anasema nini? God bless you and take care of this country. You young people, some of us may never live to enjoy this country. Some of us can be killed anytime because of what we are saying. Take this country and lead. Make sure Kaongo does not mess it. Thank you so much. Haya, asante kabisa. Sasa haya, Bungoma oye! Bungoma muko? Kabla Rigiji aongee, mimi nimeleta salamu za kutoka kule Kakamega. Mumepokea salamu za watu wa Kakamega? Mimi nataka kuongelesha county commandants, police commandants wa hapa Bungoma. Mimi nasikia wewe umepewa pesa, umeamurisha OCPD na OCS washike vijana wetu hapa, wawaingize kule ndani. Mimi ningependa kukuambia kwamba tufate sheria. Hawa vijana ni vijana wanataka kukomboa nchi yetu. Mimi nataka kusema hivi, bwana county commandant, kama utaendelea na hii maneno, sisi tutakushtaki wewe kwa niaba yako wewe privately, uende uwajibike kwa hiyo hongo ambayo unapewa na Wetangula, ukuje ushike watoto wetu hapa. Niseme nisiseme? Nitoboe nisitoboe? Unajua mimi nilikuwa secretary general wa chama ya Ruto, na niko na siri leo nataka kuaibia, ama mtaniuza? Niseme nisiseme? Kuna siku nilikuwa na Ruto akaita Weta, akampatia vitu mbili za kusema, akamwambia ukubali uuze Nzoia ama uuze Ford Kenya. Wetangula akachagua Nzoia. Huyo ni mkora, si mkora? Ama muamini jameni? Si mnaona Nzoia imefungwa? Waliuliza Mudavadi utuuzie chama, akauza ANC. Wakauliza Wetangula tupatie chama yako, Wetangula akasema afadhali abaki na Ford Kenya lakini Nzoia iende. Sasa sisi tunasema tukitaka tukomboe Nzoia, tukitaka tumalize uongozi wa kuua vijana wetu kila wakati, Ruto must go. Nikisema harambee mnasema nini? Harambee! Swali ya mwisho leo hii hapa Bungoma, mukipewa William Ruto na huyu Matiang'i, mtapiga nani kura? Mukipewa William Ruto na huyu Kalonzo, mtapiga nani kura? Mukipewa huyu William Ruto na huyu Rigiji, mtapiga nani kura? Mukipewa William Ruto na Cleo, mtapiga nani kura? Na swali ya mwisho, mukipewa William Ruto na Kondo, mtapatia nani kura? William Ruto ama Kondo? Wapi watu wa Kondo? Sasa tukaribishe Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Bungoma oye! Bungoma oye! Wacha nimsalimie ile uongo ya Kasongo. Musangarire. Mone baramu. Ni muongo si muongo? Watu wetu wa Bungoma. Hi cousins. Hi cousins. Hi kuzo.
Makazini hai, Makuzo hai. Nimeona vijana wengine wa Kasongo jana wanataka kulia machozi. Haya, Bungoma oi! Mimi ni mtu ya kusikiza ground. Nimekuja hapa Bungoma kusikiza ground. Bungoma munasemaje? Bungoma munasemaje? Bungoma munasemaje? Huyu Weta ako na habari kweli? Ati anafuata Kasongo? Ati Weta anasema nyinyi watu ya Kasongo? Ni uongo si uongo? Hapa ni one term. Harambee! Wewe Ruto, wewe Kasongo, wewe Zakayo, wewe Kaongo, wewe mwizi, wewe muuaji, wewe mtu ya kutenga. Harambee! Kasongo aende asiende? Wangapi wanasema Kasongo aende, Kasongo aende? Mimi tumekuja hapa na Justin Muturi. Tumetumwa na watu ya mlima. Pale mlimani tumefungia Kasongo. Kifunguo iko na huyu Justin Muturi. Wewe Justin Muturi, hiyo kifunguo ikipotea utajibu hii watu ya Bungoma. Mimi nauliza watu ya Ingo, nataka mfunge hapa Bungoma. Mtupatie kifunguo tuende naye. Mutafunga, mutafunga, mutafunga. Hiyo kifunguo ya Ingo ipatiwe na Tembea na Eugene Wamalwa na Kilio Malala. Mfungie Kasongo hapa. Mimi mnajua nilikuwa nakaa na Kasongo. Mimi nimekuja kuomba msamaha. Mimi Rigiji na watu ya mlima ndio tulipitisha Kasongo kuwa rais. Kwani ya mauongo? Ile shida yote iko Kenya. Mimi na watu ya mlima tunakubali makosa. Mumetusamehea? Mumetusamehea? Kufanya makosa si shida, shida ni kurudi. Sisi hatutarudia hiyo makosa, na sisi tutashikana na nyinyi tufukuze Kasongo aende nyumbani. Harambee! Huyu Kasongo anajigamba ati hata kama amepoteza mlima, amepoteza Ukambani, amepoteza Kisii, anasema hana wasiwasi. Ati wameongea na Raila, amesema kura za Waluya atampatia. Itawezekana? Itawezekana? Nyinyi, hi cousins, hi cousins, hi cousins, my cousins, mumeumia siku mingi. Na nyinyi mumeumizwa na huyu Raila. Mnampigia kura kila uchaguzi, anaenda nauza kura yenu. Si ndio? Raila ametumia nyinyi vibaya watu ya Ingo, si ndio? Sisi pala mlimani Kasongo ametutumia vibaya. Sasa wale wametumia Waluya vibaya, wale wametumia mlima vibaya, wameshikana. Na sisi tumetumiwa vibaya, watu ya Ingo na watu ya mlima, na sisi pia tushikane. Mngetaka tushikane? Let me say to my cousins here in the Mlebe Nation. Huyu Raila anaambia nyinyi ya kwamba Elijah Maside alisema ati uongozi wa Mluya utapitia kwa Lake Victoria. Hiyo mmejaribu, imekwama. Wacha nimwambie leo mchana uongozi ya Mlebe Nation utatoka kwa Mlima Kenya. Na tukiangalia vizuri, siku Mwai Kibaki walishikana na kijana wa Malwa, uongozi ulipatikana huku patikana. Siku kijana wa Malwa alikufa, Mwai Kibaki alichukua Mude Awori, si ndio? Mimi nimekuja wetu na makuzo wetu, mkubali twende hii safari pamoja. Mungekubali twende pamoja? Twende pamoja? Twende pamoja. Ya mwisho, sisi tumeketi kama viongozi na tumekubaliana, huyu Fred Matiang'i, huyu Eugene Wamalwa, huyu George Natembea, huyu Kalonzo Musyoka, Martha Karua,
na Mandrigi tumekubaliana tutatoa kiongozi mmoja wa kupambana na Kasongo. Swali langu nikiwa Bungoma, tukisikizana ni huyu Eugene Wamalwa mtaunga yeye mkono? Tukisikizana ni George Natembeya mtaunga yeye mkono? Tukisikizana ni Kalonzo Musyoka mtaunga yeye mkono? Tukisikizana ni Fred Matiang'i mtaunga yeye mkono? Na je, wakikubali ni Rigiji mtaniunga mkono? Na wacha nimwambie, kwa bahati nzuri wakisema ni Rigiji, hii mtu nitamkimbiza kama baiskeli ya kuibiwa. Harambee! Harambee! Kiboko ya Kasongo ni nani? Kiboko ya Kasongo ni nani? Kiboko ya Kasongo ni nani? Wewe Kasongo, nilikufanya rais wa Kenya, nikaunganisha mlima Kenya, watu milioni 4 wakakuchagua, ukatuonesha madharau, ukatusaliti, ukaita sisi wa kabila. Nitaunganisha watu ya mlima, tushikane na watu ya Mlembe Nation na watu ya Gusii na Ukambani. Huyu Kasongo akinidharau, anasema mimi ni mkabila, hata sitokagi wa Monyoro. Sasa niko hapa ni Kiambu. Harambee! Ya mwisho, mimi naomba Waluya, natishwa George Natembeya. Huyu kiongozi anaumizwa na Kasongo kwa sababu ya kusema Waluya waheshimiwe. Uongo. Mtasimama na mtoto wenu, mtasimama na mtoto wenu. Mimi ya mwisho naomba huyu Natembeya, Cleophas Malala, Eugene Wamalwa mkubali wakuje kwa meza, tupange Kenya pamoja kwa niaba yenu. Mmekubali? Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you.
Bungoma hey! We are tired now. One time. We are tired now. One Tafadhali twende polepole, wananchi wako nyuma wanatufuata kwa miguu. Twende polepole, wananchi wako nyuma.
Wana Bungoma, tuonyeshe Kenya nzima ya kwamba tumesema one time kwa kidole juu ya hewa. Wapi kidole moja juu ya hewa? DJ niangushie one time. Nataka kuinua mkono, unanizimia nini? Every leader must know. One time, all comes and goes. One time, how do we what can say? One time, where the sun goes. One time, there won't play. One time, where we're watching. One time, there easy. One time, people rising up now. One time, let's ignore our voices. One time, justice must prevail now. One time, one time. One time, one time. Harambe, tunapiga kelele. One time, tumechoka sasa. We are tired now. One time.
DJ. Wana Bungoma hoye! Tufungue njia kidogo, viongozi wafike, tufungue njia kidogo. Kuja nani? Kuja kabisa. Fungua njia. Bungoma oye! Bungoma oye! Bungoma oye! Bungoma oye! Wacha bwana wa mwenyeji atukaribisha hapa. Bungoma oye! Mumefurahia wageni? Hebu nionyeshe kwa ishara mnakaribisha wageni. Nataka kuambia kitu kimoja. Sound rudi nyuma kidogo. Harambee! Nataka kwa sauti moja watu wote wasikike mpaka huko Sugoi. Harambee! Umekaribisha wageni tena. Sasa nataka mwe watulivu. Mungetaka wageni watuongeleshe. Kwamba ile harakati ya Bungoma upya imeanza. Mutajiunga na sisi. Lazima sisi tuhesabiwe. Huko Busia wanasema one term. Kakamega wanasema one term. Vihiga wanasema one term. Trans Nzoia wanasema one term. Je, nyinyi mnasemaje? Nyinyi mnasemaje? Nione. Sasa tuko na viongozi hapa. Rigiji mwenyewe. Tuko hapa na Cleo Malala. Tuko hapa na senior wetu Kalonzo Musyoka. Tuko hapa na mtoto wenu Eugene Wamalwa. Tuko hapa na mtoto wenu Fred Matiang'i. Mtoto wenu mwingine George Natembeya. Na viongozi wengi tuko hapa na Zakaria Barasa. Tuko hapa na JP Muturi. Omwana wenywe Mugisa Kitui. Tuko hapa na Richard Onyonga. Sasa yangu ni kukaribisha wageni na kuhakikishia wa Bungoma ni one. Bungoma ni one. Ruto must. Ruto must. Asante sana, nimlete Mheshimiwa Eugene Wamalwa aweze kuongelesha na aongoze hiyo kipindi imebaki. Bungoma, hebu tusalimiane hewani, hebu tusalimiane hewani. Harambee!
Musema kesho ni lelo runo, muli tayari? Wewe ngoma, moyo kwele wakeni. Moyo kwele Rigiji. Moyo kwele Kalonzo. Moyo kwele Matiang'i. Moyo kwele Muturi. Moyo kwele abana befwe kileo. Natembea. Mughisa. Hii ni timu kubwa ya ukombozi. Ngoma ya ukombozi huwa inaanzia hapa Bungoma. Na leo tumekuja Bungoma kuanza ngoma ya ukombozi. Sawa sawa? Muko tayari tukomboe Kenya? Kutoka kwa ushuru wa Zakayo, kutoka kwa mauaji ya Zakayo, kutoka kwa wizi wa Zakayo. Sisi leo tuko hapa kuambia hii ndio timu ya ukombozi. Na nimekuja nyumbani kuambia watu wa Bungoma, mumeniona nikitembea na Kalonzo Ukambani. Ukambani yote, Kitui, Machakos, Makueni wako one term. Tumekuwa kwa kina Matiang'i, huko yote ni one term. Mlima kwa Rigiji yote ni one term. Tumetoka Masaini ni one term. Bungoma mnasemaje? Bungoma mnasemaje? Harambee! Ruto! Kafongo! Kaongo! Zakayo! Mikono tena nione. Leo twasema hivi kwa Bwana Ruto. Umemwaga damu ya watoto wetu Gen Z. Sisi watu wa Mlembe ni watu wa amani. Hatukubali uongozi wa damu. Umemwaga damu ya vijana 75 kwa maandamano yetu ya Azimio. Umemwaga damu ya vijana Gen Z 61 kwa maandamano mwaka jana. Watu wa Bungoma, hii mwezi imekwisha. June 25th tukifanya maandamano, vijana wetu wamewawa hapa. Webuye tunaenda kuzika kijana anaitwa Kenneth Wafula, amepigwa risasi Karatina na askari wa Ruto. Kesho tunaenda kumzika hapa Webuye. Tumetoka kule Butula, kijana amepigwa risasi akiwa Mwiki upande wa pipeline. Nimepata mama yake anaenda kuzika mtoto wake. Hapa Bungoma mwaka jana kuna kijana mjukuu Elijah Masinde anaitwa Willy Sitati, kijana mwenzenu aliwawa Nairobi, tumemzika Maeni. Hii uongozi ya damu ya Bwana Ruto, mnakubali Ruto aende asiende? Na damu yake aende asiende? Mauaji yake aende asiende? Pili, kuna wizi. Gen Z walisema wakomeshe mambo ya ufisadi na wizi. Hapa kwenu wameiba factory yenu ya Nzoia. Nzoia imeenda haijaenda? Ruto aliahidi siku 100 mkimpigia kura, akiweka Biblia chini, ataleta mashini mpya Nzoia. Alisema hakusema? Mashini alileta. Si ameuza? Alisema atalipa wakulima wetu wote wa miwa. Hadi sasa wakulima wamelipwa. Wafanyikazi wote wa Nzoia hawajalipwa. Ruto na uongo wake aende asiende? Sasa leo nataka tupeane nafasi kwa wenzetu. Tumeamua sisi tutashikana vile Wamalwa na Kibaki walishikana. Mnakumbuka Wamalwa alienda akaenda Nyeri, akapata Kibaki, wakashikana, waliunda serikali ya wakunda. Tumeenda Nyeri, tumepata mwanaume anaitwa Rigiji. Mumeona huyu wa Munyoro? Mnakubali tutembee naye? Tutembee naye? Kile Wamalwa atembee na Kibaki? Tuunde serikali? Wangapi wanatupa ruhusa tuende na Rigiji? Wamalwa alitoka hapa akaenda Ukambani akatafuta Ngilu na Kalonzo. Mumeona Kalonzo hapa? Mnatupa ruhusa tutembee na Kalonzo? Twende Ukambani tutafute marafiki tuunde serikali? Wangapi mnatupa ruhusa hapa? Matiang'i yako hapa na Wakisii wote umeona Onyonka pale, baba na Befwe na Masava. Mnakubali tutembee nao jamaa? Tutembee na Gen Z tuunde serikali? Basi nataka nilete nafasi the Republic of Kenya, His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka. Hapa ni Bungoma. Bungoma hoye! Bungoma hoye! Bungoma one time! Bungoma one
Basi kabla ya kuongea, tumekuja timu kubwa sana ya Wiper. Nikisema Wiper utanipa komboa Kenya. Wiper! Wiper! Wangapi wako tayari kukomboa nchi yao? Pale kuna kijana anatoka Nyali, wewe Mombasa, wewe kijana. Pale kuna mheshimiwa anaitwa Mwana Mule kutoka Matungulu upande wa Machakos. Hapo kuna mheshimiwa anaitwa Kimilu anatoka Makueni. Hawa ni wale ambao wamedhibiti upinzani. Wao walikataa kununuliwa na Kasongo. Alafu kuna mheshimiwa mwingine wako wapi? Mheshimiwa Makali Mulu, mjumbe kutoka Kitui ya Kati, anafanya tamu yake ya 3. Alafu kuna mama anaitwa Susan Kiamba, mjumbe kutoka Makueni. Kina mama Kasari, kuna mama Kakuya kule anatoka Kasarani. Kuna msichana anaitwa Bosbori kutoka Ndagoreti. Msichana huyo mrembo. Tuko na mheshimiwa Machakos Town anaitwa Munyaka Mwanyamu kutoka Machakos Town. Kuna mheshimiwa kijana anaitwa wakili Njiru Ndegwa, wanamjua, hatari sana. Yeye kazi yake ni kutoa vijana wala anashikwa na Kasongo. Alafu kuna Nuru Okanga, kijana yetu kutoka Nuru Okanga. Nuru Okanga. Pia tuko na mama seneta yule Robo ametupwa na Kasongo juzi, akakatalia akasema ati kwa kuonekana na Matiang'i. Sasa huyo mama ako strong. Tuko na Magara pia ni chairman, ni leader wa chama. Akipata nafasi atawasalimia. Gemosi, mheshimiwa Gemosi, asante sana. Huyu mtakaribishwa huyu. Ken Babu. Kijana Ken Babu wa JNC. Hebu fanya hivi tuone vijana. Anguka nao, sio? Wangapi wako tayari kuanguka nao? Asanteni. Wenzangu watawasalimu. Lakini kwa sasa watu wa Bungoma, watu wa Kandui, Mwilembe Nation, Mwilembe Lodi, Mwilembe Handi, Mwilembe Shwa, Mwilembe Twa, Mwilembe Mia, asanteni. Kwa kifupi, nimewahi kuja Bungoma mara nyingi, lakini leo Kalonzo amerudi Bungoma ndio niwaeleze yale ambayo yameendelea Kenya nzima. Mnakumbuka tulikuwa na wenzangu kina Weta. Mimi hata nikampenia Weta hapa mkimwita Babu wa Roma. Mnakumbuka kina Mudavadi, lakini ndugu zangu hawa walienda wakasalimu amri. Mwisho nilikuwa hapa na Tinga. Mnakumbuka? Si mara 3 nyinyi mkatupigia. Kwanza tulikuwa Coalition for Code, mimi na Weta na Raila. Kisha baadaye tukakuja na Azimio. Mara 3 2013 nikasimama na Raila. Tukaibiwa kura, lakini wasema haijali, tusonge mbele. 2017 tukaibiwa tena. 2022 Raila akaibiwa na Martha Karua. Sasa Wakenya wamechoka na wizi wa kura, na wale ambao wanaiba ni kina Kasongo. Sasa tunawaambia hivi, kura ambayo inakuja haiwezi ibiwa tena. Wenzangu wakinikabidhi hiyo bendera, mimi sio Raila wa kuibiwa na kusema tumeibiwa. Tutaweka majenzi kila mahali, tutaweka majenzi, watasimamia vituo vya kupiga kura 50,000 Kenya nzima, na watapeperusha matokeo moja kwa moja. Hatutangojea ati Chebukati, ati kwenda Bomas of Kenya. Wizi wa kura umekoma. Wizi wa kura nisema Riswa. Wizi wa kura
Sema Riza, wizi wa kura. Yaani hiyo shetani ya wizi wa kura amekwisha, na ndio tunasema sababu ya kupora uchumi, kwa sababu ya kuua watoto wa Kenya, kwa sababu ya kutohakikisha na kutoajibika kikatiba. Katiba 2010 ndio inatupatia uhuru. Kenya will forever be a multi-party democracy whether William Ruto likes it or not. Nyinyi watu wa Bungoma na watu wa Western Province kwa jumla, mnajua Mumia Sugar, kumbukeni Pan Paper, kumbukeni vijana wengi hawana kazi. Vijana wengi hawana kazi, na kwa sababu hakuna mwekezaji anaweza kuja kuweka mali yake Kenya, mali ya uporaji. Akitaka kampuni ni lazima apate 10%. Kumbukeni Ruto alikuja Kakamega akamtisha muhindi moja, akasema mambo ni mangapi? Mango ni mangapi? Huyo muhindi alitishika mpaka akaenda polepole kidogo kidogo, anapelekwa na ndugu yangu Weta kwa Ruto, akaambiwa mambo matatu tutakulipa, kwa sababu tulisema tutakusafirisha kwa Mungu. Hakuna Mungu, mtu ako na mamlaka ya kuua ama kuchukua maisha ya mtu. Huyo muhindi sasa amerudishwa bila kuuzisha watu wa Bungoma na watu wa Busia na watu wa Trans Nzoia, wakapatiwa ili apanguzwe hofu. Akapatiwa Trans Nzoia, miaka julikani. Watu wa Trans Nzoia hawajajumulishwa, watu wa Bungoma hawajajumulishwa. Kuna sheria inasimamia public private partnership na inasema wananchi ni lazima wahusishwe. Mambo hayo yote tukujumulisha, William Ruto has been put on the balances and found wanting, na ndio nasema yeye aende one. Wangapi wanasema lazima aende one term? Hii jamaa, nimewahi kuja Bungoma, sijaona Bungoma mkijitokeza namna hii. Mujipigie makofi, mujipigie makofi nyinyi wenyewe. Kumekucha. Wale wametumia watu wetu vibaya kupatiwa mamlaka na kisha kwenda kuuza hiyo mamlaka, wakati wao umefika. Na kwa hivyo sisi tunaungana na ndugu Eugene Wamalwa. Huyu jamaa karibu tuuawe na yeye 2023 kule Nairobi. Walikuwa waziri wa defense. Huyu jamaa Eugene is a pedigree. Mimi niliwahi kufanya na kijana wa Wamalwa vile vile. Tumeona yote, tumefanya na Kibaki, tumeona yote. Kwa hivyo wakati sasa wa Kenya wachukue mamlaka kwa njia ya kikatiba na kukataa uongozi mbaya ni sasa. Tutasimama na vijana Gen Z waliuawa, hata hii polisi ambao wanapiga wengine tear gas, wao wenyewe wamevinyiliwa kama watu wa kawaida. Ile payslip yao nusu inaenda kwa Kasongo. Kila mtu anachukua mshahara Kenya hii analia. Mwisho nataka nitoe tahadhari, munisikize. Miaka yote tangu tujinyakulie uhuru, majeshi yetu ya Kenya imeheshimika. Kenya Defense Forces. Huyu alikuwa waziri wa defense, lakini sasa hata askari ile wanapatiwa chakula yao lazima waende wakalipe kuanzia tarehe 1 mwezi huu. Hiyo ni aibu, sio aibu? Wangapi sema majeshi hatutaki wahusishwe kwa siasa na kunyimwa haki yao, ndio wanalinda nchi hii. Kwa hivyo yeye Ruto kama commander in chief, kama hawezi kuchunga askari yake, huyo sio commander in chief. Kwa sababu hiyo ndio tuliharibu mpango huo, uliharibu mambo ya Higher Education Loans Board, mpangilio wa elimu. Kwa hivyo wakati umekataa, alafu kuajiri watu kiholela, ati ukitaka kupata kazi ya jeshi ni lazima upelekwe kichini. Hayo hatutaki. We want a professional defense system. This is why askari jeshi wetu wameheshimika dunia nzima, ijapokuwa ile polisi Ruto amepeleka Haiti ya kukaliki. Haiti alipeleka polisi yetu kule bila mpangilio, mpaka sasa wajifunza mambo ya guns.
mambo ya guns. Wewe umewahi kuona polisi akiandamana na watu anabeba rungu? Ati wao wameshindwa hata wapatie vijana rungu. Wangapi anasema mambo ya rungu ni tawe? Kwa sababu tunataka mapinduzi ya amani. Wangapi anasema one time kwa amani, aende jamaa huyu? Nataka niende wapi? Njia moja wazi, jiuzulu pamoja na serikali yako, patia wananchi wa Kenya nafasi ya kuchagua uongozi mpya. Wangapi wanakubaliana na mimi? Wekeni mkono. Nimeongea kwa kirefu because it was important. Hata hii mambo ambayo wanaumiza watoto, kuua watoto, tumemweka former Attorney General JB Muturi ambaye hata mtoto wake mwenyewe alichukuliwa. Yeye anasimamia tume ya kuhakikisha wale wote wameuawa na Ruto kiholela watalipwa marudufu. Leo hii watu wa Homa Bay wanamzika kijana wetu Ojwang. Jana vile na hata huku Eugene amesema mtamzika mtoto hapa Webuye na kwingineko. Kwa hivyo Wakenya, mtoa heshima yenu, lakini msiogope. Hakuna mtu ambaye atakuja kuwauzia watu wa Bungoma uongo, na sisi tutasimama na nyinyi kama kawaida. Asanteni sana, Mungu awabariki. Bungoma oye! Tuendelee tusiendelee? Baba wale kaisiri. Bali omtaya bolali bisa eli ambusia na mikarwa. Be Bungoma busale buli kwambusia. Samwabone natiro mukamba. Sakwangole busale. Kendera natembea. Sakati lo mukisi. Sawabone ngakunyulo mukisi. Mwabone ngakunyulo mukisi. Karibu gavana. Asante sana. Bandu wewe Mulembe Lundi, Mulembe Swa, Mlibalamo. Sisi kwanza tunashukuru nyinyi sana kwa kupata nafasi kuja kukaribisha wageni wetu hapa. Hii timu ambayo mnaona hapa ni timu ambayo inakuja kukomboa Kenya. Harambee! Harambee! Kuna wajamaa tuliambiwa kwamba sisi tumewaambia waondoe jamu mbele, wakafikiri kwamba tulikuwa tunawadanganya. Bungoma tumefika hiki bana. Tunafanya mchezo. Tulikuwa tunafanya mchezo. Na sisi wakati tumelandi Bungoma hii tenda kufanyika. Ama namna gani watu wetu? Na mimi nimesema na narudia tena kwamba jamii ya magharibi sisi tuko wengi kwa idadi ya watu, si ndio? Lakini wakati masuala ya kitaifa yanajadiliwa, sisi hatuko kwenye hiyo meza. Kuna majamaa wawili wamekaa pale hadi wanakula kwa niaba yetu. Hadi wakishiba sisi tumeshiba. Nyinyi mnakubali maneno? Sema tawe. Sisi tunajenga nyumba yetu. Nyumba ambayo inatupeleka kwa meza. Tutaenda meza sisi wenyewe, hatuwezi kutumia broker tena. Naona wajangu. Wakati President Ruto alikuja hapa akitafuta kura, alisema kwamba tunapewa 30%, si ndio? Hiyo 30% mnajua mahali ilienda? Hawa jamaa walipewa wakakula. Walipewa wakauzia watu, maana nyinyi mna pesa ya kununua, si ndio? Tunasema riswa. Wakati wa jamii ya Muluya kuwa watchman kwa makaburi, mtu wa kupasua kundi kwa matanga, tunasema nini? Watu wetu, acha niwaambie, hii Kenya hii kumekuwa na president anajua kwamba usipokuwa Mkikuyu ama Mkale huwezi kuwa rais wa Kenya. Yule mtu ambaye amepewa fursa na Mwenyezi Mungu kuvunja hiyo laana na kufungua milango kwa jamii zingine zote, akiweko James wa bora. Sisi tunaongea na wenzetu hapa. Hatutaki watu waende na propaganda na kusema kwamba kuna candidate ambaye tutakampenia sahihi. Tutaenda kukaa kwa meza, tukubaliane nani atabeba bendera, si ndio?
Bandu baba mayira mlingu julu titi kujua mulu kwa ofusineo Kameka mechanga karienu Saka mechanga kario Fwasa kulio wabari tawe Wakati ya watu wetu kuumia na kufanya kazi mzito kama ya punda inakuisha 2007 Tumeleta watu yangu Bandu baba yambole regere shambole Na wama nano wakebili la kosi Wakebili la kosi No kana sipande tawe jo ime sipande No na sipande no kwanja rejesa chukura Mauli wa bandu wafwe Kura yako, ningao yako, kura yako ndio tupeleka kule kwa meza ama naona gani? Jambo la mwisho mimi niliongea mambo ya Nzoia wakanikamata kwa sababu wamegawana Nzoia. Walitudanganya kwamba wakulima wanalipwa kila Ijumaa. Hata leo wakulima wanatakana kuwa wamelipwa. Wamelipwa hawajalipwa? Wamelipwa hawajalipwa? Wafanyikazi wa Nzoia wamefutwa wote, ni Wahindi wameletwa huko. Hiyo factory ni watu wetu waliwacha mashamba ili factory ikajengwa. Wale ambao hawajui, watu wa Ututu, watu wa Kongoli, watu wa Chalicha ndio waliwacha hiyo mashamba, hiyo factory ikajengwa. Huyu Mhindi anaitwa Rai. Mimi namwambia mjana huu, ile siku tunachukua uongozi wa taifa la Kenya, tutamfukuza kutoka Nzoia. Hata kaa Nzoia vile waliua Pani Pepa, wameua Nzoia, wameua Mumias, wameua Kitinda, wameua Jinari, wanaua watoto wetu. Mambo yamefika wapi? Kwamba kulizina kumutambo mapendeleo ukabila kubwifwi jinsi muko chonjo. Kuna majamaa taka sasa, ndugu yangu huyu ambaye alikuwa bosi yangu nilikuwa Harambee House anaitwa Mati Amjambo tena. Haya Harambee. Ni lazima tukomboe jamii yetu ya hapa. Mimi nawaomba nyinyi watu wa Busia, mara kwa mara mumekuwa tunapigia huyu jamaa wetu wa Mtoni kura. Mimi nataka tafadhali tuachane na huyu jamaa wa Mtoni hapa. Sasa tusimame na viongozi wetu wa hapa. Mkitaka jamii yetu iheshimike, ni lazima msimame na Eugene na Tembea na mimi, si ndio? Wangapi wanasema Ruto must go? Harambee! Mimi nakaribisha Mheshimiwa Eugene take over the program. Leo Harambee! Hapo mko one term. Mko one term. Zakayo aende asiende. Kasongo asonge asisonge. Sisi tumesema siku ya leo watu wa Busia County, tuna furaha sana kwa heshima mmetupa kutupa nafasi na kutupa ofisi ya kimataifa kama hii. DAP is the 5th largest party in Kenya. Tuko na ofisi nyingi hapa, lakini hatujawahi kuwa na ofisi maridadi kama hii. Watu wa Busia umevunja rekodi. Mtupigie makofi jamani. Chama cha DAP, mukiniona hapa, mukiona gavana wetu Natembea, deputy party leader wangu, tunashikana na vyama vingine 10 kuunda muungano mpya. Tunashikana na chama cha Mheshimiwa Kalonzo kinaitwa Wiper. Mnakubali tutembee naye? Tunashikana na Rigiji na huyu ndugu yetu Malala na chama cha DCP. Mnakubali tutembee na hawa wanaume? Tunashikana na ndugu yetu Matiang'i, tuko na chama cha UPM. Mnakubali tutembee pamoja? Tuko na bwana Justin Muturi na chama cha DP Democratic Party. Mnakubali tutembee pamoja? Naomba majenzi mchukue vitambulisho, mchukue kura. Nyinyi ndo dawa ya Kasongo. Hebu nilete bwana Kalonzo wasalimu kidogo.
Wiper, mko tayari kukomboa Kenya? Mko tayari kukataa mapepo ile mbaya? Nikisema Ruto restore, Ruto kugawanya Waluya, kuiba mashamba Waluya. Kwa hivyo ni one term. One term. Mungu abariki. Tuko na safari ya mbali. Ndugu Fred Matiang'i na Governor Natembeya tafadhali. Haya, watu wetu wa mjambo. Harambee! Harambee! Waluya mmeamua mjaamua. Mimi nimekuwa naambia hii dunia ya kwamba sisi tumepangwa kwa muda mrefu. 2027 tunajipanga, si ndio? Kukaa kwa nyumba ya wengine akitoa mabati na mlango unanyeshewa. Ama namna gani? Wakati huu tunaenda na nyumba yetu, si ndio? Ile meza ambayo mambo yanapangwa tunaenda kule direct. Tuko pamoja watu wetu? Tuko pamoja? Harambee! Watu wa Butula sisi kazi ya watchman tumekataa, si ndio? Kazi ya waya tumekataa, si ndio? Kazi ya kujiba mababuri tunasema nini? Tawe. Makaburi, umaskini, mapendeleo, kunyanyaswa. Ifika 2027 tunaenda kufanya census. Tujue tuko wangapi. Tuko pamoja? Kwa sababu programu yetu ni refu sana. Tunaenda hapa mbele, kuna mkutano, twende Ogalo, twende Bungoma, twende Chwele, twende Kiminini, Kamukuywa, mpaka Kitale. Mtatufuia radhi tuongee tu kidogo alafu twende, lakini tutajipanga turudi hapa. Tuko pamoja? Mwenyezi Mungu awabariki sana. Mheshimiwa Matiang'i pia Matiang'i pia wasalimie kidogo. Harambee! Harambee! Hapa ni Butula. Mumeamua hamjaamua? Mumeamua namna gani? Mumeamua namna gani? Hebu zungumza tena nisikie. Harambee! Na waomba tafadhali, nasema asante especially vijana kwa kuja kukutana na sisi. Tuko na safari ya muhimu saa hii. Tunaenda mbele pale, tutaongea mambo mengine kule, lakini wakati huu sisi wote vile nimewaona hivi, mumeamua kuungana na sisi wote ili tutembee, tutafute njia ya kusaidia nchi yetu, ama namna gani tukomboe nchi yetu. Asante sana wananchi.